Nakusalimu sana, anayenitazama, naitwa mchungaji Purity, na Yesu ni Bwana. Mimi nahubiri kutoka Nyeri County, mahali panaitwa Kimahuri, na zaidi ya hayo, Yesu ni Bwana. Leo nimehimizika katika moyo wangu, nishiriki neno la Bwana na wewe. Hili neno ni neno ambalo linajulikana sana, liko katika Psalms 23 ama Zaburi 23 mstari wa kwanza. Linasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ningetaka kutia nguvu siku ya leo. Wakati mwingi tunaona mchungaji wa kondoo, na neno la Bwana linasema sisi ni kondoo na yeye ni mchungaji. Zile kondoo, mchungaji wa hizo kondoo huwa naziangalia kila hali ambayo iko katika maisha ya hizo kondoo anaangalia. Ikiwa ni kuzilisha, anazilisha. Zikiwa na shida, anazisaidia. Na mimi siku ya leo nataka kukuongelesha na kukutia nguvu ya kwamba ni vizuri kumfanya Bwana kama mchungaji wa maisha yako. Najua hata sisi ni wachungaji, na wakati mwingi hutaka tuchunge watu na tuwasaidie katika kila hali ambao wanapitia, tuwasaidie. Lakini kwa sababu sisi ni binadamu, wakati mwingi tunakuta ya kwamba hatukuweza kusaidia wale watu ama zile kondoo za Bwana. Lakini neno linamalizia na kusema ya kwamba hautapungukiwa. Sitapungukiwa na kitu, ndio mwandishi wa Zaburi akaandika, sitapungukiwa na kitu. Katika maisha kuna kupungukiwa na mambo mengi. Wakati mwingine unaweza kujikuta unapungukiwa hata na amani, hata na furaha. Lakini wakati umemfanya Bwana kama mchungaji wako na upungukiwe na furaha, ako pale, umuite akusaidie, upokee hiyo furaha. Wakati mwingine unapungukiwa hata na mambo ya hii maisha, na ukipungukiwa ikiwa umemweka Mungu kama mchungaji wako, utamuita na chenye umepungukiwa atakupatia. Lakini chenye kinafanya watu wanapungukiwa mara nyingi, unakuta watu hawana amani. Pengine wanatafuta wachungaji wa hapa duniani, wanashindwa ni kuwasaidia. Ni kwa sababu ikiwa ni wachungaji, sisi tuna mambo ambayo imepunguka ndani yetu. Wakati mwingine hatuwezi kuwachunga kila siku, hatuwezi kuwachunga kutoka Monday mpaka Sunday. Pengine sisi tunakaa na nyinyi tu masaa machache kwa kanisa alafu tunaachana. Lakini huyu Mungu nimekuja kumuona kama mchungaji. Hata mimi niko na watu wako juu yangu, na wakati mwingine hata ninakuwa na changamoto za maisha, na kwa sababu pengine siwezi kuwafikia, hata pengine naweza kuwaambia, ikawa ile shida hawana jibu langu. Lakini kwa sababu ya kumfanya Bwana kama mchungaji, nikimuita kila wakati ananichunga, ananisaidia, ananielekeza vyenye nitafanya, ananiondolea zile tatizo, anachukua mizigo yangu. Mimi chenye nimeangalia huyu mstari, nimeona ya kwamba kabisa kabisa mwenye aliandika, mimi nimekuta Mungu hivyo ndivyo ako. Ya kwamba ukimfanya Bwana mchungaji, hautawahi pungukiwa hata kidogo. Kuna neno lingine pia hatutalisoma, liko katika Isaia 40 ama Isaia 40 verse 11. Huwa linasema, mimi ni mchungaji, wale wachanga ninawatia katika mkono wangu ama katika kifua changu, alafu zile zinanyonyesha kondoo zangu uzitembeza polepole. Hii inamaanisha nini? Mungu anatujua. Anajua kuna wengine ambao ni wachanga kiroho, wengine hata hawajaokoka, hawamjui. Anamleta katika kifua chake, anampatia amani, anampumzisha mashida yenyu mkimfanya mchungaji. Lakini wakati mwingine unaweza hata kupigia mchungaji simu, akawa ako busy, hawezi kuichukua. Lakini nataka siku ya leo unayenisikiza, mchukue Mungu kama mchungaji wako. Atakuchukua, atakuweka katika kifua yake. Na ikiwa wewe ni mtu mzima pengine kama mimi, atakutembeza polepole akikusaidia ufike mahali unastahili. So mimi nataka kunenea
atakusaidia. Mchukue Mungu kama mchungaji. Wacha kila kitu umwambie. Yeye ndiye mchungaji mzuri. Hii neno linatoka kwa mtu ambaye ni mchungaji. Nimejaribu kusaidia watu kuwachunga, lakini wakati mwingine hata nafikiria wengine nakuta nimesahau. Unakuta kazi imekuwa nyingi, siwezi nikawafikia. Lakini huyu Mungu ukimfanya mchungaji, kila wakati ako karibu na wewe, na ukimuita atakusaidia. Yeye ndiye anakufikiria mema sana. Neno lake linasema mawazo ambayo anatufikiria ni mawazo mazuri, mawazo ya kutupatia mwisho mzuri. So mtu wangu ambaye ananisikiza, mfanye Mungu kama mchungaji, hautawahi pungukiwa. Mimi katika maisha ambayo nimetembea na Mungu, sijawahi pungukiwa. Si kumaanisha hakuna mashida, hakuna upungufu, lakini kila wakati nikimuita sijawahi pungukiwa. So mwenzangu anayenitazama, si umfanye Mungu kama mchungaji. Ikuwa uko pale hujampatia maisha yako, si umpatie maisha yako awe Bwana wa maisha yako. Atakusaidia zaidi kuliko vyenye haujampatia maisha. Naye mwenye ameokoka ako pale. Watu wengi najua tumeokoka, lakini pia hatujapatia Mungu maisha yetu 100% awe mchungaji. Tunasumbuka tukitafuta wachungaji wa hapa duniani, lakini wacha mfanye Mungu mchungaji. Atakusaidia, atakuwezesha na atakusimamisha. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Nimekuombea ya kwamba utasaidika, utamfanya Mungu msaidizi wa maisha yako. Mungu akubariki sana.